Haleluya. Ninaamini ya kwamba unazidi kufuatilia mahali ambapo tulikuwa tumefikisha, na ili tusipotee tulikuwa tumefikisha wapi? Tulikuwa tumefika kusema ya kwamba kuna tofauti kati ya unabii wa Agano la Kale na unabii wa Agano Jipya. Kwa hivyo ili wakati tunatabiri tuwe tunahakikisha kwamba inalingana na vile neno la Bwana linasema. Kwa hivyo ili nisikwaze wale watu ambao wale mapasta ila bishop ila manabii ambao wamezoea kutoa unabii, kwa sababu singependa kukwaza mtu. Mimi nimelete tu kama fundisho ili wakati tunatabiri, kwa sababu kwa Agano Jipya hata mimi ni nabii kwa Agano Jipya, na nabii wetu mkuu akiwa ni Yesu Kristo, na nabii wa mwisho kwa mujibu wa Agano Jipya alikuwa ni Yohana wa Ufunuo. Hao wengine ni vipawa vya unabii tumepewa na Roho Mtakatifu, lakini unabii kwa sehemu kubwa ama unabii ulishatolewa. Sisi tumepewa vipawa vya kufafanua sasa huo unabii kwa njia kuu ambao ulitolewa. Kwa hivyo watu wanaweza jiuliza ni wapi mabadilishano ya unabii yaliingia. Kwa hivyo kuna watu wanajua, na ndio maana nawaambiaga mnajua, mimi nawakumbusha tu. Kwa hivyo kuna watu wanaweza kuja na wazo, ni wapi mabadilishano? Wewe unasema ili badilishano wapi? Kwa hivyo ili kudhibitisha kwamba ni kweli kuliingia mabadilishano kati ya unabii wa Agano la Kale na unabii wa Agano Jipya, kuliingia mabadilishano. Na kwa hivyo walibadilishiana wapi? Katika kitabu cha Mathayo 17 mstari wake kuanzia mstari wa 4. Utakuwa ni mstari mingi kiasi, lakini ni vyema tusome ili tuweze kuishika vizuri mahali mabadilishano yaliingia kutoka kwa Agano la Kale kuja kwa Agano Jipya. Biblia inasema ya kwamba katika Mathayo, Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwepo hapa. Ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Eliya. Alipokuwa katika kusema, tazama, wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama, sauti ikatoka katika lile wingu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye. Narudia tena hayo maneno mawili, msikieni yeye. Alafu akaendelea akasema kwamba na wale wanafunzi waliposikia walianguka kifurifuri na kuogopa sana. Yesu akaja akawaguza akasema, inukeni wala msiogope. Wakainua macho yao wasione mtu ila Yesu pekee. Na walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu aliwaagiza akasema, msimwambie mtu yeyote habari ya maono hayo hata Mwana wa Adamu atakapofufuka katika wafu. Kwa hivyo maandiko inasema vizuri sana ya kwamba siku moja Yesu Kristo alipanda mlimani akiwa na Yakobo na akiwa na Petro na pia akiwa na Yohana. Ni wanafunzi watatu ambao walikuwa marafiki wake wa karibu sana. Na kwa hivyo alipopanda na wao mlimani, Biblia inasema wakatokewa na Musa na Eliya na Yesu Kristo. Kwa hivyo mitume mahali walikuwa, wakainua macho yao wakaona Yesu Kristo pamoja na Musa na pamoja na Eliya. Kwa hivyo Musa aliyekuwa amesimamia Torati, vitabu vyote vya Torati vilikuwa chini ya Musa, na Eliya akisimamia manabii. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba huyu ni Musa wa Torati, huyu naye ni Eliya wa manabii. Biblia inasema vizuri sana hapa, na ni vyema kushika sasa haya maandiko. Biblia inasema wingu jeupe likashuka likawafunika. Lilipowafunika, sauti ikatoka
kwa hilo wingu, ikasema, huyu sasa ndiye mwanangu mpendwa ninayempenda, musikieni yeye. Hawa ni watatu wako hapa, lakini sauti inalenga mmoja. Sasa inasema kuanzia sasa, sio huyu Musa, sio huyu Eliya, ni huyu Yesu Kristo. Na Biblia inasema kwa sababu walianguka kifurifuri, walipoamuka na Yesu aliwaguza, hawakuona Musa, hawakuona Eliya. Kwa hivyo tunapokuja kwenye Agano Jipya, unabii wa Agano la Kale ni wa kutufundisha tu kujua mahali kanisa lilitoka. Vitabu vya Torati ni vya kutufundisha kujua kanisa mahali lilitoka, lakini katika matendo tunatenda sawasawa na Yesu Kristo. Na ndio maana maandiko inasema, hatutasoma kwa sababu ya muda na wakati, katika kitabu cha Waefeso, ni katika Waefeso 2, inakuwa Waefeso 2 mstari wake Waefeso 2 I think ni mstari wake wa 20 hadi mstari wa 22. Ninasemaga ya kwamba tumejengwa juu ya mzingi wa manabii wa Agano la Kale na mitume wa Agano Jipya, na ni mitume wake Yesu Kristo, na Yesu Kristo mwenyewe akiwa ndiwe jiwe kuu la pembeni. Kwa hivyo wakati wote tunataka kufundisha fundisho, sasa lazima tuzingatie manabii wa Agano la Kale walisemaje, mitume wake Yesu Kristo walisemaje kuhusu hili jambo. Pia naye Yesu Kristo akiwa ndiwe jiwe kuu la pembeni alisemaje kuhusu hili jambo ambalo napenda kulifundisha? Alisemaje kuhusu huu unabii ambao nataka kutoa? Na kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba Yesu akawaambia, na msiseme hayo mpaka mwana wa Adamu atakapofufuka. Na kwa hivyo mitume wakaeka hilo jambo moyoni, lakini Petro akakumbuka lile jambo, akalisema kwenye kitabu cha Petro wa pili, ili kwa kuthibitisha kwamba kweli unabii ulibadilishanwa. Msikuja kusahau, tukatoka kwenye unabii wa Agano la Kale na kuingia kwenye unabii wa Agano Jipya. Kwa hivyo wakati wote tunataka kutoa unabii, lazima tuzingatie maandiko ya Agano Jipya yanasemaje. Na kwa hivyo Petro akasema kwenye Petro wa pili 1 mstari wake wa 17 na 18, Biblia inasema, maana alipata kwa Mungu Baba heshima na utukufu hapo alipoletewa sauti iliyotoka katika utukufu mkuu, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Na sauti hiyo sisi tuliisikia ikitoka mbinguni tulipokuwa pamoja naye katika mlima mtakatifu. Kwa hivyo Petro anasema, kumbukeni ya kwamba tulisikia sisi mabadilishano ya unabii wa Agano la Kale kuingia kwa unabii wa Agano Jipya ulio sasa wekelewa kwenye mzingi wake Yesu Kristo. Kwa hivyo ningelipenda sasa tunapoingia kuangalia kutabiria viongozi, je, tuzingatie Agano Jipya linasemaje? Kwa hiyo tunapoingia katika kutabiri juu ya viongozi, ni rais gani atapita, ni gavana gani atapita, ni MCM gani atapita, lazima tuzingatie kwenye Agano la Kale walikuwa wanatoa unabii. Kwa nini? Kwa sababu wafalme wa Agano la Kale hawakuwa wanapigiwa kura, walikuwa wanachaguliwa na Mungu moja kwa moja akitumia manabii. Kwa hivyo Mungu alikuwa anatumia manabii kumteua mfalme na kumumwagia mafuta, kwa sababu mara nyingi wafalme walikuwa wanatoka kwenye nyumba moja. Ili kutoka kwa nyumba moja kwenda kwa nyumba nyingine, Mungu ilibidi tena arudi kwa manabii. Wakati nyumba moja limeasi, atoe unabii tena kwenda kutoka kwa unabii, kutoka kwa ufalme wa nyumba moja kwenda kwa nyumba nyingine. Na kwa hivyo ndivyo ilivyokuwa kwenye Agano la Kale. Mungu alitumia manabii kwa sababu hakukuwa na kupigwa kwa kura.
Na kwa hivyo mfalme wa kwanza wa kuchaguliwa kwa unabii alikuwa anaitwa Sauli, na mnaye mfalme wa mwisho katika Agano la Kale wa kuchaguliwa na nabii bila kupigiwa kura alikuwa anaitwa Yehu. Na kwa hivyo tangu Yehu hakuna ufalme mwingine ulishatolewa kwa njia ya unabii. Kwa hivyo Yehu ndiye wa mwisho wa kuchaguliwa ama kutumika nabii. Kwa hivyo kutoka Yehu mpaka leo hakuna mahali pengine kwenye Biblia utatoa na mfalme yoyote aliyetabiriwa akawa mfalme. Hao wengine wote walifuata, walikuwa kuachiwa. Hii ilikuwa ni jamii ya anaachiwa. Jambo la pili, kando na kuachiwa, kulikuwa na pia kutumia wanajeshi, wanapigana, wanabadilisha huo utawala, wanaingia, wanakalia. Kwingine kulikuwa nchi zinashikana, zinapiga nchi moja, zinatoa uongozi ule ulikuwa, wanaweka kiongozi wao. Na kwa hivyo ikafika kiwango ikawa sasa ni baraza la wazee. Baraza la wazee linaweza keti chini liteue ni nani atakayekuwa kiongozi wao. Na kwa hivyo huo ndio ulikuwa ufumo wa Agano la Kale. Kwa hivyo unabii wa mwisho wa kifalme ulitolewa na Elia na Elisha pamoja. Ni kwa sababu Elia ndiye aliyemtuma Elisha aende amumwagie Yehu mafuta awe mfalme. Kwa hivyo huo ulikuwa ni mfumo wa Agano la Kale. Tunapokuja kwenye Agano Jipya, hakukufanyika chochote kwenye Agano Jipya. Hakukufanyika mfalme wowote kwa Agano Jipya wa kutolewa unabii. Kwa hivyo kwenye Agano Jipya ni ngumu sana tutoe unabii wa viongozi. Manake kwa Agano Jipya hakuna kiongozi yeyote. Manabii wa Agano Jipya ama mitume wake Yesu Kristo hawakuhusika na jambo lolote la kiserikali kuwatabiria ni nani atakayekuwa kiongozi. Yesu Kristo mwenyewe hakuhusika na uongozi wa kiserikali moja kwa moja katika kutoa unabii. Haleluya.